Tunapendeza kwa Yesu, tunapendeza sana. Tunapendeza kwa Baba, tunapendeza sana. Tunapendeza kwa Yesu, tunapendeza sana. Tunapendeza kuzuri, tunapendeza sana. Tunapendeza kwa Yesu, tunapendeza sana. Tunapendeza kwa Baba, tunapendeza sana. Tunapendeza kwa Yesu, tunapendeza sana. Tunapendeza sana. Tunapendeza sana. Tunapendeza Kwa Yesu. 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 Tunapendeza sana. Sikuza Yesu. Piga makofi kwa ajili ya Yesu. Makofi. Piga makofi kwa ajili ya Yesu. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Shangwe, haleluya, shangwe kwa Yesu, haleluya. Oh, shangwe kwa Yesu, haleluya. Haleluya. shangwe kwa Yesu, Haleluya. shangwe kwa Yesu, Haleluya. shangwe kwa Baba, Haleluya. shangwe kwa Yesu, 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 Haleluya. Yeye ni mfalme, Haleluya. yeye ni mfalme, Haleluya. Simba wa Yuda, Haleluya. Simba wa Yuda, Haleluya. Simba wa Yuda, Haleluya. Simba wa Yuda, Haleluya. anatawala, Haleluya. anatawala, Haleluya. anatawala, Haleluya. anatawala, Haleluya. yeye ni mfalme, Haleluya. yeye ni mfalme, Haleluya. yeye ni mfalme, Haleluya. yeye ni mfalme, Haleluya. shangwe kwa Yesu, 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 Haleluya. shangwe kwa Yuda, Haleluya. Simba wa Yuda, Haleluya. Yebendeza, Haleluya. Yebendeza, Haleluya. Yebendeza, Haleluya. Yebendeza, Haleluya. ni wa ajabu, Haleluya. shangwe kwa Yesu, 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 Haleluya. Yeah. Haleluya. Piga shangwe na vigelegele kwa Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi.
imetutosha. Neema, neema, neema 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 imetutosha. Neema, neema, imetutosha. Neema, neema, neema imetutosha. Neema, neema, neema imetutosha. Neema, neema, imetutosha. Neema, neema, neema imetutosha. Neema, neema, neema imetutosha. Neema, neema, neema imetutosha. Haleluya. Danganye utakuwa mwongo ukisema haujamtenda dhambi kwa sababu ya upungufu wa kimwanadamu, lakini neema imetutosha. Bali msitende dhambi, maana neema imewatosha. Tendeni haki mbele za Bwana, nanyi mtakapokea baraka zake. Haleluya. Tunaomba neema kwa sababu kufa kwa Yesu Kristo, kwenda pale msalabani, akaacha enzi mbinguni, akashuka duniani, akavaa mwili wa mwanadamu, akasema mwanadamu atapotea, kila anayemwamini, maandiko yanasema atapotea, hatakuwa na uzima wa milele. Asante. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe utukufu. Wangapo uko tayari kumshangilia Bwana, kumwabudu? Mimi nipungue, wewe ongezeke. Mimi nipungue, wewe ongezeke. Mimi nipungue, wewe ongezeke. Yesu uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Nataka waza kumwambia Bwana, Baba, nataka uongezeke ndani yangu, mimi nashuka. Ongezeke kwenye maarifa, ongezeke katika hekima, ongezeke katika uwezo wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Ningependa ufungue kinywa chako, umwadhimishe jina la Bwana. Ongezeka Bwana, adhimisha jina lake asubuhi ya leo. Mwambie kwamba Bwana unatawala. Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Simba wa Yuda umeinuliwa, mwana kondoo umetukuka. Haleluya.
sio mume wako, ni watano na hata wasita pia. Maandiko yanasema yule mwanamke akaondoka kuambia Njoni muone aliyeniambia habari za mapito yangu. Leo hii Yesu yuko hapa. Leo hii Yesu yuko hapa. Ako hapa kuhudumia moyo wako. Fungua moyo wako, uweke wazi. Mwambie Bwana, unastahili kutukufu. Unastahili kuabudiwa. Haleluya. Iwapo Mungu amekutia pumzi ndani yako, unaweza fanya vizuri kuliko hapo. Ninashuka kwa Mungu. Napungua Bwana na kainuliwa. Waabuduo na watakao kuabudu watamwabudu katika roho ya kweli. Mwinue ndani yako, mwambie Bwana ni wewe tu. Mwambie Baba ni wewe tu unastahili. Mwambie Bwana ni wewe tu unastahili, unatukuka Bwana. Njia zako si njia za mwanadamu. Alalala bashanda rabosaya. Tunakuabudu Yesu na kuadhimisha Mfalme. Tunalikweza jina lako Bwana.
umeinuliwa juu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu. Somebody worship. Umeinuliwa juu sana, umeinuliwa Baba kuliko vyote, umeinuliwa Baba kwa ajili ya utukufu wako Baba. Baba umeinuliwa, Jina lako ni juu ya majina yote. Yesu pokea utukufu Baba leo hii. Wewe umekama Bwana, wewe ni wa ajabu, mfalme wa amani, tunakupenda. Wewe unatawala, wewe unatawala, wewe unatawala, wewe unatawala, wewe unatawala, Tunapokea kila kitu tunachotanzi. Tunatawala. Tunatawala milele. Bwana
ajulikane kwamba yupo Mungu wa Elia, 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 ajulikane kwamba yupo Mungu wa Elia. Somebody worship Bwana mtuabudu kwa Elia. Hata yupo sasa. Anatawala. Yes. Hallelujah, Baba. Baba, asante Bwana. Unaweza
His word. His word. As he sits on the throne. His word. King of kings and Lord of lords is his name. His word. Yes, his word. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili 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 Sijaona kama wewe mwenye upendo namna hii, 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 sijaona kama wewe mwenye kujali 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 namna hii, sijaona kama wewe mwenye ulinzi 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 namna hii, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili 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 sijaona kama wewe mwenye amani namna hii, sijaona kama wewe
Sijaona kama wewe mwenye upendo namna hii. Sijaona kama wewe mwenye upendo namna hii. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. 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 Unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili
By your power, you've allowed us to be in this house. Kwa nguvu zako umeturuhusu kuwa hapa, Your house. nyumba yako. My Father, we thank you Baba, tunakushukuru because of your presence. kwa sababu ya uwepo wako. You have ministered to us. Umetuhudumia And we say thank you. na tunakushukuru. Holy Spirit of God, Roho Mtakatifu wa Mungu, we can do nothing without you. hatuwezi fanya lolote bila wewe. Thank you for your mighty presence Asante kwa uwepo wako in this place. mahali hapa. You have ministered to some of us. Tuhudumia wengine wetu, You have touched us again. umetugusa You tena, have lifted us again. umetuinua tena. We feel good. Tunakuona vizuri. We carry burdens. We carry burdens. Tumebeba mizigo, But now we feel lighter. lakini hivi sasa tuko wepesi. Thank you, Father. Asante Baba. Receive our worship, Father. Pokea kuabudu kwetu. We do not know how to worship yet. Hatujui jinsi ya kuabudu Baba. Your Spirit is still teaching us how to do it. Roho wako anatufunza jinsi ya kuifanya. Receive our worship. Pokea kuabudu kwetu. Let it be a smelling fragrance. Na wacha ikawe manukato mbele zako, Because that is all we can give you. kwa sababu hicho ndio tunaweza kukupa. That is what we can give you. Hicho ndio tunaweza kukupa. We have nothing else. Hatuna kitu Because kingine, the earth and all what is in it belongs to kwa you. sababu yote yaliyo duniani ni yako. That is all we can give you. Hiyo ndio tunaweza kukupa. We place it under your feet. Na iweka chini ya miguu yako. Yes. Ndio. That small container that is carrying fragrance. Hicho chombo kile kinachobeba manukato, Let the fragrance start rising up wacha manukato yanayoinuka towards your throne. kufika enzini kwako. Yes, Father. Ndio Baba. Yes. Thank you for receiving. Asante kwa kupokea. Father, we glorify you. Baba, tunakutukuza. We magnify your name. Tunainua jina lako. KTC lifts you up. KTC na kuinua For you have been with us. kwa sababu ndio pamoja nasi Even in good times and bad times. hata katika siku nzuri na mbaya. We have seen your hand. Tumeona mkono wako. If it were not of you, my Father, Isingelikuwa ni wewe Baba yetu, this ministry would not be here. hii huduma haingekuwa hapa. The enemy has tried his best. He hates worship. Kwa sababu amechukia kuabudu. My Father, Baba yangu, this is how we have come. huu mbali tumefika, We say thank you. tunakushukuru And we know na tunajua that you are still sending us farther and farther. kwamba
kwamba bado unatupeleka mbali na mbali, where people will come from all nations, kwamba mataifa yote yatakuja here kukusanyika hapa and worship you. na kukuabudu. We still have work to do. Bado tuna kazi ya kufanya. Help us, Holy Spirit, Tusaidie Roho Mtakatifu so that we might not miss ili tusiweze kukosa the way. hiyo njia. Father, be glorified. Baba utukuke, Bless your holy name. tunalibariki jina lako And we say thank you na tunashukuru for giving us another chance today kwa kutupa fursa nyingine leo to worship you before your throne. kukuabudu mbele ya enzi yako. Thank you, Lord. Asante Every soul kwa kila nafsi that has been represented in this place, ambayo imewakilishwa mahali hapa. bless them. Wabariki, Give us the desires of our hearts. tupe matamanio ya mioyo yetu. Some of us, Wengine wetu before we came here, we had no peace. hatukuwa na amani tulipokuja hapa. Thank you, Father, Asante Bwana, because by faith kwa sababu kwa imani you have installed our peace back. umeturejeshea amani yetu. By faith Kwa you amani have installed our victory back. umeturejeshea ushindi. We will not be humiliated Hatutaaibishwa because you will go before us. kwa sababu umeenda mbele yetu. Thank you, Father. Asante Baba. And let the church clap and say amen. Wacha kanisa lipige. And we are about to hear your word. Ambapo tunaenda kulisikia neno lako And we know na tunajua that your word does not come for nothing. kwamba neno lako halitoki bure, That you fulfill your purpose. bali litatimiza makusudi yake. Help us to be keen listeners. Tusaidie tukae wasikilivu, And Holy Spirit of God, na Roho Mtakatifu wa Mungu help us tusaidie to understand kuelewa and translate it to us. na utueleze kwetu. Father, Baba, put the speaker in your hands. na muweka mnenaji mikononi mwako, That you not speak of his own. kwamba hata nena maneno yake, Speak that which comes from you. hata nena yale yatokayo And kwako. after all this is done, Na baada ya yote, let your name be glorified. wacha jina lako And let litukuzwe. the church say amen. Kanisa liseme I'm humbled to be here again. nimenyenyekea kuwa hapa tena. First, I want to thank God Almighty. Ningependa kushukuru Mungu mkuu. And secondly, I want to honor the anointing of the prophet in Kisha the house, ningependa kuheshimu mafuta ya nabii katika nyumba. our beloved mother, for giving me again the opportunity to stand on this platform. Mama yetu mpendwa kwa kunipa fursa ya kusimama mahali hapa. And I thank the Lord for this new day. Namshukuru Bwana kwa siku hii mpya. It has been so rainy, and we thank God because of the rains, Tunashukuru Mungu kwa sababu ya mvua, and His name be praised. jina lake litukuzwe. So please lift up your hands and clap for the Lord in Jesus' name. Naomba kama tupige Bwana makofi In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Kwa maisha ya Yesu As a role model kama kielelezo that we can live today. ambao tunaweza kuishi leo. Somebody give the Lord a clap of Bwana hand. tupige Bwana makofi tena. Hallelujah. Haleluya. I want to talk about the life of Jesus Christ Nataka niongelee kuhusu maisha ya Yesu Kristo as a role model. kama kielelezo. Today is on 10th Leo ni tarehe 10 of May ya mwezi wa 5 2026. mwaka 2026. The role of Christ, the life of Christ Jesus as the role model. Yale maisha ya Kristo kama kielelezo. Now listen, Sikia, our teaching is based on the book of Luke chapter 2 verse 52. mafundisho yetu tunaangalia katika kitabu cha Luka 2:52. 2:52. Luke chapter 2 verse 52. Luka 2:52.
That's not the only book that we are going to read, but there's some books we're going to read, but we will read first of all, read that. Luke chapter 2, verse 52, please. Luka 2:52. The man, his name is called Jesus. Mwanaume ambaye anaitwa Yesu. Bible says, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Na Yesu akakuwa katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. I want you to read your Bible loudly so that usilale kwa wakati wa baridi. I want you to read your Bible loudly in Jesus. Soma Biblia lako. Are we ready to read now? Je, uko tayari kusoma? 1, 2, 3, let us read. And Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and man. Read your Bible again. 1, 2, 3, let's go. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. We want to read the last time loudly. 1, 2, 3, let's go. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. One thing that I've realized is this, whether you will agree with me or not, but I believe so it is. Jambo moja nimekuja kujua, ndio zakubaliana na mimi ama ni hivi, that God will use a man to bless another man. Mungu atatumia mwanadamu kubariki mwanadamu mwingine. God will use a man to lift another man. Mungu atatumia mwanadamu kuinua mwanadamu mwingine. Are we together, church? Tuko pamoja. Or you are not getting what I'm saying. Ama haupati kile ninachokisema. God will never use a vacuum to operate and reach another vacuum. Mungu hata kutumia vacuum yoyote kufikia vacuum mwingine. What's a vacuum? Yes. Patupo. Yes. Patupo. Mahali patupu. Now, listen to me. Nisikilize. There was a problem with Israel. Kulikuwa na shida na wana wa Israeli. And the problem is in the book of Exodus. That's why the book is called Exodus. Na shida ni kitabu cha Kutoka, ndio maana kinaitwa Kutoka. That the Israelites Ya kwamba wana wa Israeli were in bondage. walikuwa utumwani. And I don't know why God, who is able, mighty, powerful, who come down, talk to Moses as human being, to use him, send him to go and rescue his children. Na sijui kwa nini Mungu alikuwa anakuja katika umbo la mwanadamu akinena na Musa kumtuma kwenda kuongoa watoto wake. I don't know why God came down. Sijui kwa nini Mungu alishuka chini. Talked to a man Moses. Kunena na mwanadamu Musa. And told him na kumwambia that I have come down. Ya kwamba nimeshuka. Because I've seen, kwa sababu nimeona the afflictions of Israel, mateso ya wana wa Israeli, and I have heard their cry, na nimesikia kilio chao. Therefore I've come down, basi hivyo nimeshuka chini, to send you, kukutuma, so that they may come out of the bondage, ili wakatoke utumwani. Tell your neighbor, God will always use a man. Mwambie jirani yako, kila wakati Mungu atatumia mwanadamu. Somebody who is seated next to you, yule aliye karibu na wewe, that person, huyo mtu, God can use him or her, Mungu anaweza mtumia to be a blessing in your life, kwa baraka maishani mwako. Oh my God. God can use that woman or that man, Mungu anaweza tumia huyo mwanamke ama huyo mwanaume, to take you out of the problem, kutoka katika shida, but the glory will be back to God. lakini utukufu utarudia Mungu. We are vessels. Sisi ni vyombo. Jesus became a vessel. Yesu akawa chombo, and he came in the world. Akaja ulimwenguni. Let me read this place. He came in the world. Alikuja ulimwenguni. One, he came with a purpose. Ya kwanza alikuja na kusudi. Two, Jesus came for assignment. Ya pili, Yesu alikuja kwa kazi fulani. And number three, na ya tatu, Jesus came to
accomplish the will of his Father. Yesu alikuja kutimiza mapenzi ya baba yake. Now, in the life of Jesus Christ, Katika maisha ya Yesu Kristo as a role model, kama kielelezo, we are going to look and see his character, tutaangalia tabia zake, leadership, uongozi wake and his calling. na mwito wake. According to John chapter 1 verse 1, Kulingana na Yohana 1:1, the Bible said, in the beginning was the Word, hapo mwanzo kulikuwa na neno, and the Word was God, na neno lilikuwa ni Mungu, and the Word was with God, na neno lilikuwa na Mungu, and he was in the beginning. na alikuwa pale mwanzo. Who is this? Huyu ni nani? Jesus Christ Yesu Kristo became the Word. alikuwa neno, He became the Word. alikuwa neno, akawa He neno, became the Word akawa neno in the flesh. katika mwili. Let us read John chapter 1 verse 14. Yohana 1:14. John 1:14. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and the only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Neno lilifanyika mwili akakaa miongoni mwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na ukweli. Now Baraka. Now listen, church. The secret in this book of John chapter 1:14. Siri ya katika kitabu cha Yohana 1:14 is not a man who became God. Sio mwanadamu alibadilika kama Mungu, but is God who came in the flesh of a man. Lakini ni Mungu aliyekuja katika mwili wa mwanadamu. Jesus came to show us the right way to follow. Yesu alikuja kutuonyesha njia ya sawa ya kufuata and how to live in the human body. Na jinsi ya kuishi katika maisha mwili wa mwanadamu. In order to perform God's will. Kwa ajili ya kufanya mapenzi ya Mungu. John 13 verse 5. Yohana 13:35. John 13 verse 5. Yohana 13:35. John 13 verse 15. 15. John 13:15. 13:15. John 13:15. Yohana 13:15. I have set you example that you should do as I have done for you. Mimi nimewawekea kielelezo kwamba imewapasa kutenda kama vile nilivyowatendea nyinyi. Now I want us to discuss this verse. Tukaweza kuangalia huu mstari. So have your neighbor. Kwa na jirani yako. I want to discuss this verse very shortly. Kwa kifupi. The Bible says that for I have given you an example. Maandiko yanasema kwamba nimewapa nyinyi kielelezo that you should do as I have done to you. Kwamba imewapasa kutenda kama vile nilivyowatendea nyinyi. Number 1. Ya kwanza. Whose words are these? Haya ni maneno ya nani? Whose words are these? Haya ni maneno ya nani? Who was Jesus addressing? Na Yesu alikuwa anaongea na kina nani? He was addressing his disciples. Alikuwa anaongelesha wanafunzi wake. Why was he giving them this statement? Kwa nini alikuwa anawapa haya maneno? Because Jesus was almost coming to an accomplishment of his assignment. Kwa sababu Yesu alikuwa anafikiria mwisho wa kazi yake. So he tells them, anawaambia his disciples, wanafunzi wake, that I have given you this as an example. Ya kwamba nimewapeni hii kama kielelezo. That you should do as I have done. Ya kwamba mkafanye kama vile nimefanya. To you. Kwenu. Now, this is the discussion. Haya ndo mazungumzo. When someone says that do what I've done. Wakati ninakwambia fanya kile nimefanya. What does it mean? Inamaanisha nini? It means inamaanisha that you should become his role model. Ya kwamba ukawe kielelezo chake. Follow the way he does. Ukifuata zile njia anazozifanya. Are we together, church? Tuko pamoja kanisa. Lift your hands and wave unto me in the name of Jesus. Wako nipungie. Now listen. Sikia. Peter was told.
Petero anaambiwa when things became tough, wakati mambo yamekuwa magumu, after the arrest of Jesus, baada ya kushikwa kwa Yesu Kristo, and another woman tells Peter, na Kristo mwingine anamwambia Peter, that are you not the one who has been with that man? je, si wewe umekuwa na yule mtu? Because you talk like him. Kwa sababu unanena kama yeye. When Jesus becomes part of your life, wakati Yesu anakuwa sehemu ya maisha yako, you become like him. Unakuwa kama yeye. Are we together? Tuko pamoja? Is it true? Je, ni kweli? When Jesus becomes part of your life, wakati Yesu anakuwa sehemu ya maisha yako, and the Bible says that he became the word, na maandiko yanasema akawa neno in the flesh, katika mwili. so when the word of God wakati neno la Mungu abides in you, linakaa ndani yako, you will exactly do the way Jesus does. utafanya venye Yesu alikuwa akifanya. You will speak like Jesus. Utanena kama Yesu. You will walk like Jesus. Utembea kama yeye. You will be like him. Utakuwa kama yeye In your actions. katika matendo yako. That is why Jesus told God that I have given you this example. Ndio maana Yesu alisema kwamba nimewapa huu mfano, that you may be able to follow. kwamba mkaweza kufuata. Church, kanisa, let us follow the example of Jesus Christ. Kanisa, tulifuate ule mfano wa Yesu Kristo. Don't follow the example of your grandmother. Usifuate mfano wa nyanyako. Don't follow example of your brother. Usifuate mfano wa ndugu yako. But follow the example of Jesus Christ. Ufuate mfano wa Yesu Kristo. And the example of Jesus Christ, na mfano wake, he is full of love. amejaa upendo. I think we are doing well. Tunafanya vizuri. Jesus Christ came as God in the flesh, I say. Yesu Kristo alikuja kama mwili. That is why he's called Lord. Ndio maana anaitwa Bwana. Meaning, maanisha God. Mungu. He said in John 14 verse 6. Katika Yohana 14:6. 14:6. He says, I am the way, the truth and the life. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. No one comes to the Father except through me. Mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa kupitia kwangu. Now listen. Sikiliza. God is called Ondeto. Mungu anaitwa Ondeto. Jesus of Tangarote. We serve Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life. Only Him alone is the way, is the truth, is the life. I wish you say amen. When he says I'm the way, akisema mimi ndio njia, he means anamaanisha is the pathway, ndio njia, is the door, ndio mlango that we need to follow to see the kingdom of our Father. Now listen to me, church. There is no any other way that we can follow to see the kingdom of our Father. The way is only Jesus Christ. And he says, I am the truth. Let me take you back John 1 around something. Let me show you something. Baraka, naomba Mungu akutie nguvu. Naomba tu Mungu akutie nguvu. Amen. John verse 9. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. Huyo ndiye nuru halisi ambaye alikuwa anakuja ulimwenguni ili atie nuru kila mtu. Now listen. Jesus Christ. Yesu Kristo. He says, I am the way. Anasema mimi ndio njia. And I am the truth. Na ni ukweli. Now the truth is only the word of God. Ukweli ni neno la Mungu. In the word of God, neno la Mungu, there is no lies. Hakuna maongo. And Jesus Christ na Yesu Kristo says, anasema, I have come to do that which is of my Father. Nimekuja kufanya kile kilicho cha Baba. I speak what my Father has commanded to speak. Ninanena kile Baba ameniamuru. Why? Kwa nini? Jesus Christ came to speak the truth. Yesu Kristo alikuja kunena ukweli. And the truth is the kingdom of our Father. Ukweli ni ufalme wa Baba yetu. Now from today, kuanzia leo, let us also
speak the truth. Wacha tunene kweli. Let us also follow the right way. Tufuate njia za sawa. When we go Tukienda in Jesus Christ, kwa Yesu who Kristo, is the way, ambaye the njia, truth, kweli and the life, na uzima, we shall be able tutaweza to receive the kingdom of our Father. The eternal kingdom ufalme wa will milele belong to us. utakuwa ni wetu. If you believe, say amen. Ukiamini sema amen. And even if you don't say, the angels will say amen. Hata kama utasema, malaika watasema. Amen means let it be so. Wacha ikawe kama hivyo. Amen. Andisha amina. And it's also the life. It's the life giver. Yeye ni uzima, anapeana uzima. It's the life giver. Yeye hupeana uzima. Muhammad. Wewe unao uzima, Mnajua uzima ambao tunazungumzia? Wacha niwaambie. Kuna uzima wa mwili na kuna uzima wa roho. Yesu Kristo kwanza anaposema alikuja kukua kwamba uzima, ni kwa sababu anapozungumzia mahali pa uzima, inaonekana kwamba tulikuwa katika hali ya mauti, hali ya kufa, kifo. Tulikuwa tumehesabiwa kifo cha milele. So anaposema ni uzima, inamaanisha kifo chake kikatuletea uzima. Ya kwamba sasa tunajivunia ya kwamba Kristo ametupa uzima. Mpige makofi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Proverbs chapter 20 verse 17. Mithali 12:17. The Bible says that he that speaketh truth showeth for righteousness, showeth forth righteousness. But a false witness, deceit. Shahidi wa kweli hutoa ushuhuda wa kuaminika. Yes. Bali shahidi wa uongo husema uongo. Jesus came to witness about the kingdom of his Father. Yesu alikuja kushuhudia ufalme wa baba yake, Not any other kingdom. sio ufalme mwingine ule. He came to establish the kingdom of his Father. Alikuja kudhibitisha ama kuanzisha ufalme wa baba yake. He came to establish Alikuja kudhibitisha the kingdom of his Father. ufalme wa baba yake. Now we should continue. Tunafaa kuendelea. It is still a process ongoing. Ni hali ya kuendelea. We should also talk about the kingdom. Tunafaa kuongelea kuhusu ufalme. We should also talk about the truth. Kuhusu kweli tuongelee pia. He spoke the truth Alinena ukweli and he showed righteousness. na akaonyesha haki. Now, I said Jesus came purposely as a revelation of who God is. Yesu alikuja katika kusudi la ufunuo wa jinsi Mungu ni nani. You can write it down. Jesus came purposely as a revelation of who God is. Yesu alikuja kwa kusudi la kuleta ufunuo wa Mungu ni nani. Now he came like Savior, Alikuja kama Mwokozi, Redeemer, Kombozi and Mediator. na mwakilishi. He came as a Savior, Alikuja kama Mwokozi, Redeemer, Kombozi and Mediator. na mwakilishi. Mwakilishi kweli, Mediator. Anatuwakilisha Yeah. Mediator. Alikuja kutupatanisha kati ya mwanadamu na Mungu. Yes, that's the word. Unakumbuka wakati hapo ona aliyekuja kupatanisha sehemu mbili ambazo zilikuwa sipatani, lakini sasa zikapatana. Sasa tunaendelea. Kwa hivyo Jesus came purposely as a revelation, inasema hivyo, of who God is, as a Savior, Redeemer and Mediator. Mpatanishi. Then another thing, Jambo lingine, in other words, God humbled himself to reach men through his Son. Alinyenyekeza kufikia wanadamu kupitia mwanawe, so that we may see himself manifesting his character in Jesus. ili tukamwona kidhihirisha tabia zake ndani ya Kristo. Mama, you remember the Bible says that Jesus told his disciples that whoever has seen me has seen the Father. Yesu akamwambia wanafunzi wake, yote ameniona amemwona Baba. He was answering who? Was it Thomas or Philip? Alikuwa anamjibu Tomaso. Thomas ndio akamwambia that whoever has seen me Yeyote ameniona mimi has seen the Father. amemwona Baba. Now, if I want to see God in you, Ikiwa nataka kuona Mungu ndani yako, it's through character. ni kupitia tabia. Wacha kwanza hiyo ushuhuda, leave alone the testimony. Wacha mashuhuda yote. You can come here and give us a long testimony. Lord, I was born again and I met Jesus and I was fetching water and Jesus came
and Jesus touched me and I fall down and I rose up again. I resurrected and I thank God that day. You only remained with Jesus who you met in the river. Unabaki na Yesu ambaye ulikutana naye kule mtoni. Ambaye alikugusa ukaanguka. But this is not the issue. Lakini hii sio shida. Jesus lived a life of the will of his Father. Yesu akaishi maisha kutimiza mapenzi ya baba yake. And we should live a life na tuishi maisha of God's will. Ya mapenzi ya Mungu. Tell your neighbor, let us live a life of God's will. Jirani yako tuishi mapenzi ya Mungu. Tafadhali wale watu ambao waongei, nitawapanga tu msijani. Hapo together. Tuko pamoja. Sasa mimi ni Pastor Geoffrey Mkamba. Nikuambia kwamba nimeokoka hapa ni ushuhuda. Na unajua tu vizuri ya kwamba nikitoka hapa unajua vile ambavyo na vituko. Is that what salvation? Jehova ni wokovu. Church, let us talk the truth. Tunenda ukweli. Please. You are telling us how you love Jesus. You are born again. Here. But when we go back at home, lakini tukirudi nyumbani, hakukaliki. There is nothing that our children, there is nothing that our neighbor, there is nothing that our working place can talk about us. There is nothing. Hakuna kitu ambacho watoto wetu kazini kwetu kinaweza kuongelea kutuhusu. Unajua, ona, mimi nimevaa socks na kiatu. Hii socks hii haijararuka huko. Lakini hii socks unaweza kuwa umeivaa na hii kiatu imefunika. Kumbe hii socks huku chini ni nyuzi tu, hakuna kitu. Lakini kiatu kimefunika. Now, that's a kind of salvation we are living. Na kwamba watu tunataka kuonekana huku nje tumeokoka, lakini tukiangaliwa ndani kumeoza. Now, salvation begins from within. Wokovu huanzia ndani. It's a transformation from in. Ni mabadiliko kuanzia ndani. And a manifestation of the outside. Na udhihirisho wa nje. Let me repeat. Wacha ni salvation. Wokovu huanzia ndani. Is the life within you. Ni maisha ndani yako. The character of Christ within you. Tabia za Mungu ndani yako. That is manifested outside. Ambazo zinadhihirika nje. You cannot tell me that you are laughing. You are laughing but inside you are crying. Hawezi sema kwamba unacheka lakini ndani unalia. The life we are living today, yale maisha tunayoishi leo, should be evident. Lazima yawe dhihirisho. Tell your neighbor, the life you are living should be evident. Yale maisha tunayoishi yawe madhihirisho. Jesus was born in a humble environment. Yesu kazaliwa katika mahali ambapo alipanyenyekevu. A place without integrity and respect. Mahali palipokosa heshima. In a family that was humble and a society that was humble. Katika familia ilikuwa ya chini sana na jamii ya chini. But the reason why it happened so, lakini kwa sababu ilifanyika hivyo, his father, babake, was preparing him, alikuwa anamwandaa to take every kind of human being, kuchukua kila aina ya mwanadamu, who are from down, ambao wako chini, and even to the top, na hata kule juu. But I think umeelewa point. The reason why Jesus was born in a humble family, sababu ambayo Yesu alizaliwa katika familia iliyokuwa chini sana, is that God had an intention, kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi, to carry every human being, kubeba kila mwanadamu, right from those who are humble, kuanzia wale walio chini, those who are poor, wale maskini, those who have no name, wale ambao hawana majina. So God ili Mungu had a plan, alikuwa na mpango to reach every kind of man, kufikia kila aina ya mwanadamu. Let me say this. Niseme hivi, God, Mungu knew very well, alijua vizuri, that if his son was to be born in the State House, ikiwa mwanae angezaliwa kule ikuluni, they would just remain there. angebaki kule tu, He could just eat there. angekula kule. Example of Moses. Mfano wa Musa, He went and been trained in Pharaoh's palace. alienda akakuzwa mahali pa Farao, But when it came a time of a calling, lakini wafika wakati wa mwito wake, God took him in the wilderness, Mungu akampeleka jangwani, to train him, kumfunza, to understand aelewe the version of God. ule mtindo wa Mungu. Let me come back to you. Niweke kwako. Look at your family.
Angalia familia yako. Look at where you have come from. Angalia pale ulipotokea. Do you know why God chose you? Je, unajua kwa nini Mungu alikuchagua? It's because you are the pillar. Ni kwa sababu wewe You are the chosen one. ndio ulichaguliwa. You are the right person. Wewe ni mtu wa sawa. God wants to use. Ambaye Mungu anataka tumie. Access your family. Fikia familia yako. Save your family. Okoa familia yako. Deliver your family. Komboa familia. Restore your family. Rejesha familia. And heal your family. Iponye familia. You are the right person. Wewe ni mtu wa sawa. No matter where you are born, Haijalishi pale umezaliwa. the plan of God Mpango wa Mungu will come to pass in your life. utakuja kutumia maishani mwako. I say again, no matter the name you carry, Haijalishi lile jina ulilobeba. no matter how you were born. Haijalishi ulizaliwa vipi. There is a singer in South Africa, the Malawi. Kuna mwimbaji kule South Africa. Ule ambaye anaitwa Malawi, somebody Malawi. Malawi ule ameimba Abrigado, ule ameimba Mamba. He says that he was born. Anasema kwamba alizaliwa, His mother was raped with 3 men. mamake akabakwa na wanaume watatu. Was raped Alibakwa with 3 men. na wanaume watatu. Is when he was born. Ndipo akazaliwa. Right now, Hivi sasa he's a powerful man of God in South Africa. yeye ni mtumishi mkubwa wa Mungu. No matter how you came this world, Haijalishi ulikuja vipi ulimwenguni. Jesus Christ Yesu Kristo can make you somebody of honor. anaweza kufanya mtu wa heshima. Hata mnanishangaza. Mtu wa heshima. He can make you somebody of honor. Anaweza kufanya mtu wa heshima. Now, your background does not matter. Kule ulikotoka hakujalishi. What matters this? Kile kinajali ni hii. Accept Jesus. Bali Yesu He will transform your life. atabadilisha maisha yako. Accept Jesus Christ. Bali Yesu Kristo He will transform your name. atabadilisha jina lako. Accept Jesus Christ. Bali Yesu He Kristo will transform your reputation. atabadilisha muonekano wako. Yes. Now, you remember in the book of Luke, Unakumbuka katika kitabu cha Luka 2:24. 2:24. Let us read there. Luke 2:24. 2:24. Luke 2:24. Yes, I got it. Luke 2:24. Pia kutoa dhabihu kulingana na yale yaliyonenwa katika sheria ya Bwana, kuwa wawili au makinda wawili ya juu. Yeah. Yeah, that is a proof that Jesus was born in a family that was not that rich, but a humble family. Yesu alizaliwa katika familia ambayo ilikuwa sio matajiri, lakini ilikuwa ni ya chini. Ya chini. Wao walitoa tu ua na wale njiwa, si ndio? Njiwa. Alitoa tu, walitoa wawili peke yake. Badala ya kutoa kondoo, kwa sababu sasa kondoo wale wazazi hawangeweza kuafford. Walipeleka tu njiwa kuonyesha kwamba Yesu Kristo alikuwa ametoka katika familia ambayo imenyenyekea, lakini akainuliwa, akaketi katika utukufu wa Mungu kama mtu aliyeshimika. Piga Bwana Yesu makofi. Amen. Nataka kukutia moyo that the process in which you are undergoing as a human being Ile hali unapitia kama mwanadamu might be preparing you for the great thing. inaweza kuwa imekuandaa katika mambo makubwa. Whether you believe or not, let me just say this, Usiamini, acha niseme hivi, that there is a possibility kwamba kuna uwezekano through your situation, kupitia zile hali zako God is preparing you Mungu anakuandaa to become a great person. ukawe mtu mkubwa. Now let us come to 52 Tuje 52 of Luke 2. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God. Naye Yesu Amen. akakuwa katika hekima na kimo akimpendeza Mungu na mwanadamu. Now, one, Ya kwanza, wisdom. hekima. Wisdom. Hekima. Wisdom. Hekima. Wisdom Hekima is the collection of information, ni mkusanyiko wa ufahamu, ufahamu of that which you know.
ya kile unachokijua. Now Jesus grew in wisdom. Yesu akakuwa katika hekima. When he was 12 years in the temple of Jerusalem, Alipokuwa na miaka 12 pale Yerusalemu, he answered the questions of the Pharisees and the Sadducees. Akajibu maswali ya Masadukayo na Mafarisayo. Which means wisdom stands for growth and maturity. Kumaanisha kwamba hekima inasimamia ukomavu. The church, kanisa, we need wisdom, tunahitaji hekima in appliance of maturity. Katika kufanyia kazi ukomavu wetu. When we are mature, tunapokuwa tumekomaa, we always show that we have the understanding of what God wants. Kila wakati tunaelewa kile ambacho Mungu anahitaji. So Jesus grew in understanding. Yesu akakuwa katika kuelewa. He attained favor, akapata kibali before God the Father. Mbele ya Mungu Baba yake. It is my prayer, ni ombi langu, that church from today, kwamba kanisa kuanzia leo, let us ask God for the spirit of wisdom. Wacha tulize Mungu roho ya hekima. He says that if you have no wisdom, ask from me. Anasema kama huna hekima niulize, and I will give it to you. Na nitakupa. Amen. I decree the name of Jesus. Natangaza kwa jina la Yesu. May God release the grace of wisdom. Mungu achie hekima juu yako. That when you are reading the word of God, utakapolisoma neno lake, may your mind be transformed. Mawazo yako yakabadilishwa. And receive wisdom. Na ukapokea hekima. Somebody say, I receive wisdom. Sema naipokea hekima. Say, I receive wisdom. Napokea hekima. Now, behind wisdom, nyuma ya hekima, there is a spirit of knowledge. Kuna roho ya ufahamu, which creates wisdom, ambayo inapeana hekima. When you read the word of God, ukisoma neno la Mungu, the spirit of revelation, roho ya ufunuo, comes in, inakuja to give you the understanding, kukupa kuelewa. Now wisdom, hekima, is the collection, ni mkusanyiko of information ya habari. So when you read the word of God, ukisoma neno la Mungu, and you have the information, na uko na ufahamu, you become knowledgeable, unakuwa na ufahamu, and then you begin to speak wisdom. Kisha unaanza kunena hekima. Tell your neighbor, ambia jirani yako, learn from God. Jifunze kutoka kwa Mungu. Learn from God. Jifunze kutoka kwa Mungu. Learn from God. Jifunze kutoka kwa Mungu. Hekima ya Solomon ilitoka wapi? From where? From God. He asked wisdom from God. If you don't read the word of God, you don't read the Bible, you will talk about novels, politics, how people are quarreling, fighting in the church, how they look badly. But if you have God's word in you, you will always confess the word. Amen. Give the Lord a mighty hand clap. So which means that I was God-fearing in Jesus Christ. Kumaanisha kwamba kulikuwa kuna kitu cha Mungu katika Kristo. Number 2. Ya pili. He also grew in stature. Akakuwa katika kimo. Which means his body increased in height. Kumaanisha mwili wako ulikuwa. Wakati Mary alikuwa anapika chakula, Yesu alipokuwa anakula kile chakula alikuwa hakubaki kimbilikimo. He grew. Alikuwa. He grew. Alikuwa. Now, we know also we should also grow. Pia tunahitaji kukua. Not in the physical matters. We should grow in the issues of spirituality. Katika mambo ya kiroho pia tunafaa kukua. Tell your neighbor, grow. Ambia jirani yako, kuwa. Grow. Kuwa. Alikuwa kimo chake kiliongezeka, hatujaambiwa kwamba alifika, lakini inaonekana wenda Yesu alikuwa kawa kimo pengine kirefu. Now, it pleased God. Alimpendeza Mungu. This is what I want to say. Hichi ndio nataka kusema. He found favor with God. Akapata kibali mbele ya Mungu. This means he lived in a way that delighted and pleased God. Kumaanisha alikuwa katika hali za kumpendeza Mungu. Jesus Christ, Yesu Kristo, delighted and pleased God. Alifurahia na kumpendeza Mungu. This is a deep approval of Jesus' character. It's a deep approval.
ni udhihirishaji wa ndani of his character and action, wa tabia zake na matendo yake. So God took absolute pleasure in Jesus. Mungu akamfurahia Kristo kabisa. Have you ever heard the parent saying that I'm pleased with my son or I'm pleased with my daughter? Sio shona mzazi akisema nimependezwa na binti yangu ama mwanangu. That's an obedient person. Huyo ni mtu aliye na utiifu. It means perfect obedience. Inamaanisha utiifu uliokamilika. Made Jesus to have favor before God. Walimfanya Kristo awe na kibali mbele za Mungu. Please hold your chest and say, Lord, help me to be obedient. Shika kifua chako, mwambie Bwana nisaidie kuwa mtiifu. Help me to be obedient. Nisaidie kuwa mtiifu. There are some blessings that we receive just because of obedience. Kuna mahali mwingine tunapokea kwa sababu ya utiifu tu. Some blessings. Sehemu zingine. There are some blessings. Kuna baraka zingine that we receive ambazo tunazipokea because of obedience. Kwa sababu ya utiifu. When you obey, ukitii is better than sacrifice. Ni zaidi kuliko dhabihu. So kwa hivyo basi, I want to declare to yourself, nataka ujitangazie, Lord help me, Bwana nisaidie to be obedient to your word, kwa mtiifu kwa neno lako, in Jesus name. kwa jina la Yesu. Since Jesus was young, tangu awe mdogo Yesu, until he became an adult, mpaka akawa mtu mzima, he developed what we call persistent obedience. Alikuwa na ule tunaoita utiifu wa kufuatilia. Yes. Jesus persisted in obedience. Alikuwa mtiifu kwa kila wakati. He persisted in prayer. Alikuwa na msisitizo wa maombi. Why is the devil weakening the church? Kwa nini shetani amelifanya kanisa kwa dhaifu? Why? Kwa nini? It's because there is an element of disobedience. Ni kwa sababu kumekosa utiifu in some things. Katika mambo fulani. And that one becomes a loophole in the church. Inakuwa hapo ni kama barabara kwa kanisa. If you hear me say amen. Kama nasikia sema amen. An element of disobedience. Chembe za kukosa utiifu will be an avenue to dislocate the church. Itakuwa ni mahali pa kulisambaratisha kanisa. It will be a point of weakening the church. Itakuwa ni mahali pa kufanya kanisa liwe dhaifu. But the reason why Jesus Christ, lakini sababu ambayo Kristo Yesu found favor before his Father, alipata kibali mbele za Baba, is because he obeyed every word. Ni kwa sababu alitii kila neno. Tell your neighbor, obey every word. Ambie jirani yako tii kila neno. Unaona, kwa ndoa, wacha niwaambie, kwa ndoa kuna mambo mengine inafikanga mahali wanaume wanalazimisha. Anakasirika, anasema nimeongea mara ya kwanza, nimeongea mara ya pili, usikii. Sasa utakipata bado. Ama mwanamke anaangalia, naona mzee nikiongea sikii, mzee nikiongea sikii, anakaa chini anapanga mahesabu, asema huyu apenda spenda atakipata bado, na anafanya kitu cha kutaka kunyosha ule mtu. That's not our God is, but our God, Mungu wetu, he just need obedience. Anahitaji utiifu. Obey his word. Tii neno lake. And you'll be successful. Amen. Clap for the Lord Jesus. Obey his word. Obey his word. Tii neno lake. He progressively walked in complete alignment with God's will. Alitembea katika mapenzi ya babake. He progressively aliendelea walked in the complete alignment with God's will. Kutembea katika mapenzi ya baba yake. His flawless character and God's blessings. His flawless character. Tabia zake za kuwa mtiifu. And the blessings every day. Zilifanya abarikiwe kila wakati. How many of you want blessings? Wangapi wanataka baraka? Let me give you this statement. Blessings don't come because you pray. Baraka haziji kwa sababu unaomba. Blessings don't come because you know how to call upon God. Baraka haziji kwa sababu unajua jinsi ya kumuita Mungu. Blessings don't come because you are good and you know the Bible. Baraka haziji kwa sababu unajua kulisoma neno. Blessings come because of obedience. Baraka zinakuja kwa sababu ya utiifu. Wangapi umesikia vile tumesema? Blessings come because of obedience. Amen. Blessings come because of obedience. Baraka zaja kwa sababu ya utiifu. Because of obedience. Sababu ya utiifu. Now,
Sasa let me tell you this, whether you laugh or not, but let me tell you this. wacha nikwambie hiki, And I want to use the example of marriage. ningependa kutumia mfano wa ndoa. A wife who knows how to cook good food, Mke anayejua kupika chakula kizuri, cook it and serve it well, akipike na akitoe vyema, and put on the table, akiweke mezani, and come and show honor to the husband. na aje apeane, aonyeshe heshima kwa mumewe, That woman attains favor before the husband. huyo mke hupata kibali mbele za mumewe. But the Bible says a nagging woman, Lakini maandiko yanasema mke ambaye ni msumbufu, is it so? Mtiriri, tiriri, a nagging woman, mke nagi, mke mtiriri, mke msumbufu. Proverbs 31, if I'm not wrong. A nagging woman, Mke msumbufu tiriri, who can live with her? nani awezaye ishi naye? Who can live with her? Nani awezaye ishi naye? Bwana Yesu asifiwe. A nagging woman, who can live with her? Mke tiriri, nani awezaye ishi naye? But a respectful woman Lakini mke ambaye ni mtiifu finds favor before the husband. hupata kibali mbele za mumewe. So one day, Kwa hivyo siku moja there is a certain woman, kuna mke fulani, a Nigerian woman, mke Mnigeria, who the husband